Kwanza ni lazima tukubaliane kwenye uwanja wa mpira, kila nafasi ni ya muhimu kulingana na wajibu na majukumu ya mchezaji husika kwenye nafasi ambayo anacheza, sio? Kwa hiyo kukosekana profile inayokidhi vigezo vya nafasi fulani uwanjani obviously inakuwa na athari kubwa kwa sababu ya utimizaji majukumu wa hiyo nafasi. Kwa inakuwa ni lazima kwamba hampati kile ambacho mnafaa kukipata kulingana na nafasi husika. Kwa hiyo changamoto ambayo tunaizungumza ya washambuliaji kwa maana ya center forward ni changamoto kubwa ambayo pengine sio tu ya Tanzania au sio tu ya bara la Afrika, ni kwa ujumla wake. Nafasi ya washambuliaji ni washambuliaji wachache wanaopatikana kulingana na nyakati husika. Lakini kwa sisi limekuwa ni kama tatizo sugu hivi. Limekuwa tatizo sugu kwa nini? Kwa sababu kwa muda mrefu hatujawa na washambuliaji ambao tunaweza tukazungumza sana kwamba tumezalisha washambuliaji wa kariba hii na sasa wana save kwenye purpose ambazo tuko nazo kama nchi, kwa maana ya club football, lakini pia kwa national teams. Ndio kusema kwamba tumechelewa, tuache kabisa mchezaji anaweza kajiamulia mwenyewe position ambao anakuja kuicheza, na hatuna mpango wote ambao unaweza ukawa ni mpango wa uniform kutengeneza hawa washambuliaji kwa faida ya nchi. Nini ambacho kinafaa kufanyika ni kurudi nyuma na kujaribu kuelewa sayansi ya scouting kwa wachezaji wa mpira wa miguu, lakini best way ya kufanya hizo development. Kwa bahati mbaya sana kitu ambacho kipo ni kwamba unapofanya scouting, walimu wengi wanaangalia nini ambacho kiko kwa mtoto sasa na sio nini ambacho kinaweza kikawepo kama mchezaji atapitia kwenye proper process ya kufanya development. Na ndio maana unaweza ukakuta timu imejaa midfield wengi lakini mshambuliaji hakuna. Kwa nini? Kwa sababu at a tender age hawa walikuwa wanaonekana wamechangamka, lakini pia walikuwa na ufundi mkubwa wa mpira, na hicho kinakuwa ni kigezo cha wao kukua kwenye setup za development. Lakini wachezaji ambao pengine wana jicho la goli kwa sababu za physiological factors, inawezekana kwenye umri mdogo akawa anaonekana pengine hajachangamka kama ambavyo mwingine anakuwa amechangamka, na kwa hivyo tunashindwa kuiangalia potential na sasa tunabakia kwenye talent. Na obviously talent kwenye mpira wa kisasa haiwezi kukufikisha popote kama kutakuwa hakuna gepu la kupita kwenye sayansi na kuweza kuoptimize hicho kipaji ambacho kipo kuleta efficiency kwenye performance. Kwa ni jambo ambalo sisi tunafaa kuchukua hatua, na bahati nzuri ambayo ipo tayari tumeshaanza kuchukua hatua, na naamini kwenye siku za usoni tutaweza kuzalisha washambuliaji. Lakini we are doing it now baada ya kuwa na gepu kubwa. Pengine tungekuwa tumeshaanza hizo process siku za nyuma, labda leo tusingekuwa tunaongea haya ambayo tunayazungumza. Sawa, lakini huu uzalishaji ambao unaozungumzia utakuwa ni wa muda gani ili kuweza kutibu hili tatizo ambalo limeonekana kuwa ni sugu kabisa hapa Tanzania? Haka proper development ya mcheza mpira inahitaji masaa 10,000 ya training ambayo tunafanya quantification kwamba inakuwa ni sawa na miaka 10 kupita kwenye mchakato wa kuleta ukamilifu wa mchezaji kama individual kwa maana ya process ya development. Kwa vyote vile kwenye muda ambao tumeanza kufanya hizo process in the next 5 to 10 years tutakuwa tuko na pool kubwa la wachezaji ambao watakuwa wanaweza kufanya vizuri kwenye nafasi za kushambulia, lakini pia nafasi nyingine za uwanjani. Kwa nini? Kwa sababu kila ambacho tunakifanya sasa tumeobserve mahitaji ya kisayansi ya namna gani mchezaji anafaa kuwa developed, na kwa sababu sayansi haidanganyi kulingana na kiwango cha investment za research ambazo zinakuwa zimefanyika na findings ambazo zinakuwa zimepatikana, maana yake tuko pia optimistic kwamba tutaweza kuzalisha wachezaji ambao sisi sote tutakuwa tunasikia faraja kwa kuwa watakuwa wanafanya kulingana na matarajio kwenye maeneo ambao wao watakuwa wanacheza kama wachezaji. Huu tunasema ni mpango wa muda mrefu kwa maana kwamba kufuata utaratibu ambao unakubalika ili kumtengeneza mchezaji aje kuwa sawa sawa. Mpango wa muda mfupi katika eneo hili
hauwezi ukasaidia angalau kupata wachezaji kwa sababu ya matumizi ya muda fulani, pengine wakati huu wa muda mrefu ukiwa unaendelea kusubiriwa? Kwenye process ya aina yoyote ni lazima uwe na vipindi vitatu. Lazima uwe na mgawanyiko wa solutions za kipindi kifupi, uwe na mgawanyiko wa solutions kwenye medium term, lakini pia uwe na solution ya muda mrefu. Hiyo ambayo tumezungumza ni solution ya muda mrefu. Hatuwezi kuacha kucheza mpira leo na kuingia kwenye mashindano tuwasubiria wachezaji ambao watakuwa tayari kwenye miaka 5 hadi miaka 10 inayokuja. Already tuko kwenye mashindano, kwa hiyo lazima tuone kwa wachezaji ambao tuko nao how best tunaweza kuendelea kuwasaidia kuimprove kwenye maeneo ambao wanafaa kuimprove ili kuweza kuishi kwenye matarajio ambayo tuko nayo. Na ndio maana mwalimu anapokuwa amesema kwamba tuna changamoto ya washambuliaji, meaning anakuwa ame-identify performance gaps. Kwa kama nitakuwa nimesha identify performance gaps, maana yake nakuwa ni kwenye nafasi nzuri ya kutafuta solution za kuweza kunaro hizo performance gaps ili wachezaji waweze kuishi kwenye matarajio. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ambayo inakupa solution ni kujua shida iko wapi. Kwa hiyo mwalimu akisema kuna changamoto, maana yake it's very obvious. Ni lazima tufanye analysis, vigezo ni vipi ambavyo vinapungua na how best sasa tunaweza tukasaidia kuleta ukamilifu wa hivyo vigezo. Na hiyo ndo suluhisho la muda mfupi, kwa sababu ni lazima tuendelee kuamini wachezaji ambao tuko nao na kuwasaidia kuwa na ufanisi kwenye majukumu na wajibu ambao wanakuwa nayo kwenye utaratibu wa timu zetu, namna ambavyo zinakuwa zinacheza. Na hatufai kuwa kwenye nafasi ya kuwa ni majaji wa kusema wewe hauwezi kufanya hivi, wewe huwezi kufanya vile. The primary responsibility ya coach wa mpira wa miguu ni kuimprove performance ya mchezaji. That's a bottom line. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinatokea kikiwa kimepungua, maana yake ndio mwalimu anaingia kazini. Kwa hiyo lazima walimu waingie kazini na tuone ni kwa namna gani kwenye wakati ambao tuko nao tunaweza kuendelea kuboresha yale ambayo yanapungua kwa wachezaji wetu. Kuna hii scout ambayo inafanyika ikiwa chini ya mpango wa TFF. Naona kina Maalim Saleh wanatembea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Hawa wanaangalia wachezaji tu katika nafasi zote, ama wamespecialize pia kwenda kuangalia zaidi washambuliaji ambao wanaweza kutengenezwa kwa muda mfupi na baadaye wakawa faida kwa nchi? Process ambayo tuko nayo ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuwaona wachezaji wote ambao wako na vipaji kwenye nchi na kuwapa nafasi ya kudevelop ili kuweza kuwa wachezaji wakubwa hapo baadaye, regardless ya nafasi ambazo wanacheza. Kwa nini? Kwa sababu kwenye umri ambao tunaangalia miaka 8 mpaka miaka 12, sio rahisi sana ukasema huyu mchezaji ni fullback au ukasema huyu ni mshambuliaji au ukasema huyu ni winger. Sio kitu ambacho kinawezekana kwenye wakati, ni kuangalia potential ambayo ipo ambao tunafaa kudevelop ili mchezaji aweze kufikia, na washambuliaji ni sehemu ya hiyo process. Ukienda Tanga sasa hivi, wachezaji ambao tumescouti mwaka juzi mwishoni na mwaka jana, tumebahatika kupata almost washambuliaji 5 ambao tunaamini kama tuendelea kuwanacha vizuri na wao pia wasibakie kuwaza vipaji ambao wako navyo, waamini pia kwenye hard working, tunaweza kuzalisha hao washambuliaji kwa siku za baadaye. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba tuna scout kwa ujumla wake na sio kwa specific position. Of course mawazo ambao uko nayo ni mazuri kwamba tunaweza labda tukachukua initiative ya kuscout kwenye specific position. Lakini pengine swali ambalo tunapaswa kujiuliza, kwa nini tunafaa kufanya hivyo? Ni kwa sababu ya hayo mahitaji ambayo unayasema, which is the same. Unapoongelea washambuliaji pia unafaa kuongelea goalkeeping, kwa sababu pia ni nafasi ambazo zimekuwa ziko na changamoto kubwa, na kwa sasa ni maeneo ambayo pia tunaweka nguvu kubwa kuona kama tunapata mchezaji ambaye ana element moja ya kuwa mshambuliaji na sehemu nyingine zote hatoshi, hatufai kumwacha, tunafaa kumpa muda. Na kwenye plani ambazo tuko nazo tumesema mchezaji wa aina yoyote ambaye ameonyesha a single element ya potential kwenye nafasi ambayo anacheza, na lazima tukae naye kwa miezi 6, na baada ya miezi 6 kwenye hiyo process tunaweza kuona kwamba anaelekea kule ambako sisi tunatamani, au pengine yuko na limits na kwa hivyo hawezi kufikia kwenye levels ambazo tunaziwaza. Kwa kufanya hivyo, ninaamini kwamba tutaweza kupata wachezaji wazuri, na tukiweka muda wa kuwasaidia kukua,
na kuwaboresha kwenye maeneo ambao wanafaa kuwa na efficiency, tunaweza kuyaishi matamanio makubwa ambao sisi sote tunayo. Tuingie na matumaini gani katika michuano ya AFCON mwakani? Katanga, AFCON hiyo ambayo tunaizungumza, hiyo italeta tunasema output ambao ni output ya process ambao inafaa kuwa imetafsiriwa between now mpaka muda ambao tunaenda kucheza hiyo AFCON. Kwa already kuna mikakati ambao iko mezani, already kuna hatua ambazo ziko mezani ambazo tunazifanyia kazi kama namna sahihi ya kutafsiri wakati wa sasa mpaka kuelekea kwenye AFCON ya 2027 ambao sisi tutakuwa ni host. Na kwa kufanya hivyo tunaamini kabisa kwamba the better preparation ambao tutakuwa nayo ndio ambao itakuwa inaweza kutuhakikishia sisi kupata matokeo ambayo wote tunayatamani. Na kwa kulifahamu hilo, maana yake hatuna muda wa kusubiri, ni wakati wa sasa ndio muhimu kuliko mwaka 2027 wakati tulikuwa tunacheza shindano. Kwa kama tutakuwa tumeutumia muda vizuri na kufanya maandalizi ya kutosha kwa kuelewa magnitude ya shindano, lakini pia kwa kuelewa aina ya wachezaji ambao wanatakiwa kucheza shindano, na obviously tutakuwa hatuna wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa tunajua nini ambacho tunafaa kukitarajia kulingana na aina ya maandalizi ambayo tutakuwa tunayafanya.